Hello Tanzania, mambo vipi? Kwa majina naitwa Snyati Lukumai, ni mtangazaji wa JWK Online TV. JWK Online TV ipo rasmi kutatua changamoto mbalimbali za wafanyabiashara hasa katika soko hili la Kariakoo. Kama unavyojua mtazamaji wetu, soko la Kariakoo limekuwa ni kitovu kikubwa cha wafanyabiashara wa hapa ndani, lakini pia na wafanyabiashara wa nje. Maana tunaita ni soko la kimataifa. Hii ni JWK Online TV na Snyati Lukumai. Karibu sana. Mimi nauza simu. Hasa ile mimi ambayo naipata, cha kwanza ni ushindani wa bei. Ushindani wa bei? Yes, ushindani wa bei, kwa sababu hawa wageni wao namna bei ambavyo wanauza. Unajua sisi, kwa sababu sisi tukitoka hapa tunaenda tunachukua kwao. Wao wana access ya kupata vitu na amini kiwandani. Kwa hiyo wao wanauza bei chini sana, ambayo kiasi kwamba mimi nikiuza kama wao siwezi kupata chochote, sababu mimi nanunua wao. Hauwezi kupata faida. Huwezi kupata faida. Kwa athari moja hapo unayoiona ni bei, yani ushindani wa bei. Ushindani wa bei, si ndio? Kwenye bei. Yes. Athari nyingine ambayo unaweza ukaiona ni ipi? Athari nyingine ambazo unaweza nikaziona ni upande wa soko. Upande wa soko. Yes. Okay. Yes. Yaani tuseme tu ni hivyo kwenye bei, upande wa soko, sababu wao wanatuzidi kwa sababu ya hivyo, sababu ya bei. Mimi naona hapo serikali ingefanya hivi kwa hao wageni kufanya biashara hapa sio kitu kibaya. Lakini ingekuwa imewekwa mikakati kama mgeni anapotaka kufanya hapa, yani wawe ni wawekezaji. Unaona? Kwa mfano mgeni anataka kuja kufanya kazi hapa, apewe conditions za kufanya. Kama anafungua kiwanda, anafanya nini, sisi tunakuwa tunajua kabisa kama tunaenda kufanyaje, tunachukua kwa kwanza. Hii ya wao kuwa machinga kama sisi ni kitu ambacho kitatuumiza. Kwa hiyo wao serikali ingeweka yani mikakati kama wao wageni. Kwa una kiwango hata cha uwekezaji wa fedha. Yani kama ukiwa na kiasi fulani ndio unaweza ukalimiliki soko. Kufanya peke yetu haiwezi. Sababu hata sisi wapo wabongo ambao wanafanya kazi kwao, lakini wao wana condition. Unaweza kukuta mbongo wanafanya kazi kule kwao kama ambavyo wenyewe wanafanya huku kwetu. Kwa sheria zifuatwe, namna mtu mgeni anapotaka kufanya biashara, condition zifuatwe, afuate na vipi ili aweze kufanya biashara hapa. Hii tusiwe tunaumia. Athari ni kubwa sana kwa sababu wana wageni tayari, kwa sababu bidhaa mara nyingi nimekuwa tukienda kwa kuchukua kwao inakuja kuuza hapa kwa faida nzuri. Sasa akishakiingia mgeni hapa atakuza bei zile za kule, kwa hiyo kufanya biashara kama sisi wa Tanzania. Mimi nafikiri kwa wageni kuja hapa sisi inaweza ni sahihi, lakini si sahihi kwa upande wetu sio kufanya biashara. Kwamba wageni wanakuja kuwekeza kwa namna ya kuwekeza, sio kama kuja kuwekeza au safari. Mimi ni mfanyabiashara, anauza nguo kama unavyoona hapa. Issue ya hawa wageni ambao nataka nielezee ni kwamba hawa wageni wamekuwa wengi sana kwenye soko letu hili. Kwa sasa kwenye upande wa biashara tunashindwa kufanya, maana wao wanaagiza mizigo inakuwa ni mingi, alafu bei inakuwa ni chini. Ni kwamba hawalipi kitu chochote. Kwa serikali hapa ingeangalia kwenye upande wa idara ya serikali, kwenye upande wa leseni, watu wanaohusika na masuala haya, hawa watu wanaingiaje? Mbona wamekuwa ni wengi sana huko kwenye soko letu hii Kariakoo, wazawa na wageni. Yani saizi tunakoelekea tunakuwa kama sawa. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, tunashindwa kufanya biashara sisi. Kwa sababu kiangalia ni kila sekta, kwenye upande wa nguo, kwenye upande wa vyombo, kwenye upande wa mapazia, kwenye upande wa nini, kila kitu wamejaa hawa. Kwa wamekuwa wengi mno. Kwa sasa serikali ingeangalia hawa watu au sisi wazawa inatusaidiaje? Maana hiki kilio kila siku tunalalamika. Kwa serikali ingetusaidia. Hatukatai kuja, lakini hata kama kuja wawe na viwanda. Sisi tu tunachukua ni kwao kwa kuzalisha, ni wakati huo wawe na viwanda. Sisi tuna maduka, ila wawe wakiwa na viwanda, si bidhaa zao tu tunachukua ni kwao. Mimi mtazamo wangu, serikali naomba iliangalie hili. Kama hao watu wanakuja huko wawe na viwanda, ila sisi tu tunachukua ni kwao mizigo kama tulivyokuwa tunafanya zamani, ila sasa hizi imekuwa ni tofauti. Sasa hivi wao ndio wanauza kama sisi wazawa. Kwanza mimi naitwa Bwana Chezlando. Chezlando. Kampuni yetu ya Chezlando hapa. Uzoefu hapa wa biashara. Kuhusu swali lako la wageni waendelee kuwepo au waondoke, naomba nikujibu hivi kwamba nchi yoyote lazima iwe na sheria, na sheria zifuatwe. Hata sisi tunaenda nchi za watu wengi, tunatembelea nchi mbalimbali.
hatuwezi kuwa kiholela kama wageni walivyo kiholela hapa Dar es Salaam. Kiasi kwamba hata sisi kufanya biashara tunashindwa kwa sababu mitaji yetu inafia huko, kwa sababu hawa wageni wanakuja na mtaji mkubwa na huenda wamepewa mkopo kwenye nchi zao huko. Kwa hiyo wanapokuja hapa wanauza bei za chini, sisi tunaoleta kwa kiasi kidogo tunashindwa kuuza. Kwa hiyo kwa kweli sheria za nchi hazifuatwi, na nchi ikiwa na uhamiaji uliosimama katika sheria na sheria za nchi yetu zikawa zimesimama, hatuwezi kuona wageni wanafanya biashara za umachinga huku. Ni kweli. Mgeni ana uwezo wa kulipia frame mamilioni ya pesa, ana uwezo wa kuchukua floor nzima, ana uwezo wa kuchukua hata ghorofa nzima, afanye biashara na watu wote wakaenda kule. Waje na viwanda vya kuwekeza vikubwa ambavyo vinaweza vikaleta employment kwa watu. Vijana wetu wana graduate shule wengi sana, lakini hakuna kazi. Viwanja vya serikali vimeshakufa, lakini viwanda ambavyo wangeweza kuleta wale wageni viwe ni sio small industry, waje na viwanda vikubwa, large industry, ili tupate employment, tupate kodi, tupate vitu vingine, na sisi tununue mali kule tuuze. Lakini kimsingi wakija na viwanda hivyo ambavyo tunasema vya kutengeneza sabuni, vya kucrash machupa ya nani au sio viwanda hivyo, ni vitu ambavyo tunaweza kufanya hata sisi.